maisha ambayo mzee alitukuza nayo ya uchochole, lakini kwa sababu ya kiu kubwa, sijui ni kitu gani ambacho kilimsukuma mzee kwamba liwe liwalo, watoto wake, ikiwa wewe una kiu ya kusoma utapata masomo. Vile mzee alisomesha watoto wake na kusimamia hii familia yake, it is one of the wonders of this world. Manake wakati mwingine sisi kama familia, hasa sisi ndugu, hukaa na kuangalia ile safari ambayo tumetembea na mzee huyu, na hatuamini tulifika vipi kule ambapo tumefika hivi leo. Lakini kwa sababu ya kiu kubwa ya mzee, hususan kwa mambo ya elimu, mzee alifanya hima na bidii kuona kwamba watoto wake wamesoma. Na alifanya hayo wakati ambao wazazi wengi katika kijiji hiki chetu walikuwa haja kumbatia elimu hivyo. Mimi nakumbuka kwa uchungu, manake mkiangalia upande wa kulia mtaona shule pale. Ile ndo shule mimi nilisomea, Kamale Primary School, kutoka darasa la kwanza mpaka darasa la 8. Sisi hatukuwa na ufahari wa KG1, KG2, KG3 ndo uende darasa la kwanza. Kutoka nyumbani direct standard 1, na sote tulisomea hapa. Na kuonyesha tofauti ya mzee Kingi na baadhi ya wachache wazee wengine, ilikuwa ni kiu yake ya elimu. Mimi katika darasa, kutoka darasa la kwanza mpaka la 8, nilikuwa na kijana ambaye alikuwa anasoma kwa bidii sana. Alikuwa anaitwa Katana, kiwa sijasahau Katana Mwanza. Na Katana ndiye alikuwa akinisukuma sana darasani kimasomo. Nisipofanya bidii, Katana will take position 1. Kwa hivyo katika darasa nilikuwa niko mbio kwamba Katana sinipite pale darasani. Na tulienda hivyo mpaka tukafika darasa la 8. Mimi number 1, yeye number 2. Number 1, yeye number 2. Mpaka tukamaliza darasa la 8. Katana akapita, nami nikapita. Tofauti ya mzazi anayekumbatia elimu na asiyekumbatia elimu iliingia pale. Mzee hakuwa na chochote kama yule mzee mwingine, lakini alizaa mbinu ambazo hatujui alizizaa wapi. Kama vile Michael alivyozungumza, alikuwa na biashara tofauti. Aliuza pombe ya mnazi, akauza haya maji, alikuwa akipanda pojo kule shambani na kuuza. Na akaambatana na rafiki yake ambaye alizungumza jana, mzee Kiboko, wakaanza kununua nguo na kuuza. Hii yote kwa sababu ya elimu yetu. Na alifanya hivyo, mimi nikaenda secondary school. Katana ambaye nilimpita kwa karibu sana, hakubahatika. Alibaki kijiji hiki na elimu yake ikafifia akiwa amemaliza class 8. Hiyo ndo tofauti ya yule mzee ambaye amelala. Ule upendo mkubwa alikuwa nao juu ya familia yake kubwa, japo kubwa. Mtakaa nyumbani mnajiangalia kwa sura, manake kitega uchumi chake kikubwa ilikuwa ni shamba. Sisi familia yote tunaenda shambani, tunalima, na takachopatikana kingine kinatengwa kama chakula na kingine kinatengwa cha kuuza ili asomeshe watoto wake. Na wakati mvua isipokuja ni baa la njaa, lakini mzee Kingi angeenda na kufanya mbinu, angefanya pinde, na utamuona anaingia nyumbani amebeba mfuko wa unga. Hata kiwa hatutakula tushibe sote, lakini hatutalala njaa. Huyo ndiye alikuwa mzee Kingi. Mzee alikuwa na familia kubwa.
Hapa umeambiwa kwamba mzee alikuwa na bibi watatu. Mama mzazi ndiye alikuwa wa kwanza, akafuata na mama Sidi ambaye ni wa pili, watatu ni mama Kadi. Na watoto ni wale ambao wamekaa hapo. Ukiangalia katika ile eulogy, utaona kwamba tumeorodhesha bibi zake na watoto zake. But I want to give you a caution. Kwamba hiyo eulogy mnaisoma ni ile ambayo mimi na ndugu zangu tunajua. Ile ambayo mimi na ndugu zangu tunajua baada kwa tumekaa kufikiria nani uko wapi ni hiyo. Kitu ambacho tulikuna vichwa wakati tunaandika hiyo eulogy ni mwaka jana wanahabari walienda katika boma lake ambao ni dakika 10 kutoka hapa kwenda kumfanyia interview mzee wetu, KTN, Citizen na NTV. Na mzee akajieleza kimaisha, bibi zake na watoto wake na wajukuu na vitukuu vyake. Mimi nikiwa kule Nairobi hakuniambia kwamba amefanywa interview. Pengine wazungu wanasema I could have prompted him kusema hili na hili, lakini mzee alimwaga kila kitu, kila anajua. Manake mzee ajali. Sasa nikiwa kule Nairobi nyumbani naangalia taarifa habari ya saa 1, naona mzee anatoa statistics ambazo haziambatani kabisa na zile ambazo najua. Mimi najua kina mama zetu ni watatu, kulingana na mzee si watatu. Nikajua idadi ya watoto wake naijua vizuri sana, lakini kulingana na ile idadi aliyotoa kwa TV hayambatani na ile najua. Ilibidi wakati tunaandika eulogy tukasema kwamba mwanzo tumuombe msamaha mzee, lakini itabidi tuandike yale ambayo tunajua, manake amelala, hatuwezi kumuuliza hawa wengine wako wapi. Manake mzee katika ile interview alisema na zaidi ya watoto 40. Ukihesabu hapa hata 20 hawafiki. Wale wengine wako wapi? Mzee anajua. Because mzee, kama vile Mheshimiwa Michael amesema, mzee was a true African man. Familia kubwa, lakini hakuna siku moja mzee aliteleza kutingisika kwa sababu ya uzito wa familia hii, kwa sababu ya upendo mkubwa. Rais, hapa ambapo tent hii iko, hapa ndipo nilicheza mpira. Manake mimi nilipokuwa toka mwanzo primary mpaka pale niko sasa, mimi ni mpenda kandanda. Na hapa ndipo nilipoanza kupiga kandanda. Hapa ambao hema liko. Hii ndio uwanja wa mpira wa Kamali Primary School. Nilipokuja hapa hivi majuzi niliona hizo goal post wamezibadilisha, moja liko huku, lingine liko kule. Wakati huo moja lilikuwa pale, lingine lilikuwa pale. Na tulicheza mpira na imefunga mabao mengi sana hapa. Lakini Mheshimiwa Rais, kuna bao ambalo hilo sitalisahau kamwe when I was in class 4. Wajua, kwa sababu ya uchochole wa mzee, umaskini wa familia yetu, uniform, sare ya shule ilikuwa si jambo naweza kuenda kwa mzee King uombe nataka sare ya shule. Atakucheka na kuambia keo hutaki kusoma, baki nyumbani. So tulikuja shule tumevaa shuka, topless, hakuna shati. Nilipokuja hapa kama class 1 nilikuja na shuka bila hata shati. Na sikuwa mimi peke yangu, kijiji mzima, because hii kijiji kimeona umaskini ule hatujauona.
Na nakumbuka wakati tunacheza hapa, niko darasa la 4, wakati tunacheza na kiwa umevaa shuka, kuna vile ile shuka unaifanya ili iwe kama suruali fupi. Unaikunja inakuwa ndefu huku mbele, alafu unaiweka katikati ya miguu, unatoa kwa nyuma, unaiweka hapa nyuma, na inakuwa very tight. Inakushika vizuri, inakuwa kama suruali fupi. Kwa hivyo ukicheza utakimbia, hawezi kukuaibisha. Sasa siku moja tunacheza hapa, hiyo bao sitaisahau milele. Tumefika kipindi cha lala salama, bao ni 2-2. Nakumbuka nilibaki mimi na goalkeeper. Nimepatiwa mpira na upande wangu, nikabaki mimi na goalkeeper. Manake ulikuja kwa juu, nikakimbia. Manake mimi hupenda sana kucheza number 7 wings. Sasa nakimbia, manake mpira umekuja hivi, nikakimbia, nikausimamisha, nikakimbia. Mheshimiwa Rais, ile shuka ambayo ilikuwa nimefunga kikamilifu ile ni bwaga. I was left with very tough choices. Mpira umeisha, dakika ni 1. Nikifunga, hii timu yangu itakuja niwakilishi, itanishangilia na kuniinua juu. Nikiendelea na mpira mpaka nifunge, shuka yangu nitaacha nyuma. So I had to make a choice. Either nishike shuka or I score naked. Mheshimiwa Rais, I scored naked. Na timu yangu ilikuja ikanishangilia sana bila kujali. Akashuka nilipatiwa baadaye. Ndio nakwambia hii kijiji haitawahi toka katika moyo wangu, because iko na memories zingine ambazo sidhani nitazipata pahala popote pale. Kwa hivyo tunashukuru mzee, Mwenyezi Mungu kutupatia mzee huyu. Kama vile Mheshimiwa Michael alivyozungumza, sisi watoto, na si wa Kingi peke yake, mzazi yote hapa ulimwengu, mzazi wako akisukuma kimasomo na ukipata bahati upate kazi, la kwanza ni kutaka umweke mzazi wako pahala pazuri. Na mimi baada ya kupata shahada yangu na nikaapishwa kama wakili, ile first priority yangu ilikuwa ni kumjengea mzee nyumba. Manake pale ambapo tulikuwa tunaishi, Rais, ile nyumba juu kuna uchaga umejaa mahindi, chini kuna mbuzi na binadamu. Mbuzi ziko upande huu na vitanda viko kule. Hizo ndizo nyumba ambazo sisi tulizaliwa na kulelewa hapa, hao ndugu zangu wote. So ile ya kwanza ilikuwa ni mjengee nyumba ya kifahari mzee, na tena kumtembelea kila mara. Lakini nilipoangalia hivi, Kamale ni mbali. Ikiwa mzee ataendelea kuishi Kamale, kumtembelea itakuwa nadra. So nikaja na wazo na nikamwambia ndugu zangu kwamba la muhimu tumtoe mzee Kamale, tumpeleke angalau karibu na zile towns, itakuwa rahisi ya kuja kumwangalia na kumjulia hali. So nikapiga gari nikaja kwa mzee. Nikamwambia mzee, tunataka tukujengee nyumba, lakini si hapa Kamale, kule kwingine karibu na towns, itakuwa rahisi kukuchunga, kukutembelea. Lakini kama vile Mheshimiwa Michael alivyosema, mzee alikataa kata. Akasema kiwa mnampeleka kule kwa sababu ya barabara, itabidi barabara muitengeze.
na hilo aliregelea wakati mimi nimekuwa mbunge wa Magarini mwaka 2007. Maana tuliregelea tena kwamba mzee, tafadhali ondoka huku, na tulikuwa tuna sababu. Miaka 80 hii kijiji kilivamiwa na shifters, na watu wakapigwa, kina mama wakanajisiwa. Kwa hivyo watu wakakimbia, wote wakakimbia, wakaenda kule towns, Malindi, Gongoni, Marereni, wote wakaenda kule. Lakini mzee akabaki peke yake hapa, akakataa kabisa kutoka. Na tukaona tumepata sababu, wakati tumepata ngazi nyingine kumsaidia, tumkumbushe kwamba baba, hii kijiji hakina usalama, toka hapa. Mimi nikanunua plot kule, nikaja kumletea habari njema. Kwangu mimi zilikuwa habari njema, lakini baada kumwambia mzee akasema kwamba hilo haliwezekani. Wakati sasa nimekuwa mbunge, akasema wewe umechaguliwa na wananchi kuleta maendeleo. Ikiwa unanipeleka kule kwa sababu ya barabara, tengeneza barabara iwe kama vile kule ambavyo unataka kunipeleka. Ikiwa unataka kunitoa hapa kwa sababu hakuna stima, unataka peleka kwenye stima, leta stima hapa Kamale kuwe kama kule ambao unataka kunipeleka. Ikiwa unanitoa hapa kwa sababu niwe na ukaribu wa hospitali, jenga hospitali hapa kama mbunge. Baada kuniambia hayo, ilibidi mzee tumjengee nyumba hapa, na barabara japo ya maram ilibidi tuijenge. Manake wakati huo hii wazungu walikuwa wanaita motorable path. Ilikuwa ni ile gari unakuja unaacha Adu, unakuja mguu mpaka Kamale. Ndio maana safari ya kuleta hivi vote vikafanyika. Barabara, stima, zahanati tukawajenga hapa. Hii shule wakati mimi nasoma rais ilikuwa ni darasa 6 peke yake huu upande, na ilikuwa ni mabati kweli juu, lakini chini ilikuwa ni udongo. Lakini nilipoingia kama mbunge ndio tukaanza kuona madarasa kwa mara ya kwanza ya tofali. Na hayo yote ilikuwa tunapata advice kubwa kwa mzee wetu Mheshimiwa Kingi Mwarua ambaye amelala hapa. Kwa hivyo japo sisi kama familia tumepoteza, lakini aliyepoteza pakubwa ni wanakijiji cha Kamale. Mimi nilipenda kijiji hii, lakini mzee alipenda kijiji hii zaidi, na alisukuma, si mambo yake ya kibinafsi. Kila na kupigia simu, hata kuambia mimi nataka hiki na hiki, atakwambia kijiji kina shida hii na hii na hii. Kwa hivyo kijiji hiki kimepoteza mtu ambaye alikuwa anapenda sana hiki kijiji. Wa pili ambaye nataka ni mpatie shukrani zetu za familia ni rais wetu. Wakati rais nilipokupatia ujumbe kwamba tumpoteza mzee na kwamba mwili umelala pale Pandya na ni hatua kutoka Pandya kuja Kamale, huku sita, ukasema kwamba serikali yako itasaidia kusafirisha mwili kutoka Pandya mpaka hapa Kamale. Na mwili kweli uliletwa na serikali yako mpaka hapa Kamale jana. Na huku sita hapo, rais, ulipeana kitita cha pesa, si chache, nyingi, kusaidia hafla hii. Kwa hivyo tunasaidia pakubwa. Mimi najua hukuja hapa kwa sababu wewe ni rais. Umekuja hapa kwa sababu wewe ni rafiki wa familia hii. Umekuja kulia na ndugu zako, umekuja kulia na rafiki zako. You are a true friend to this family. Mawaziri wako wanipigia simu, wametupatia pole. PSs wako, serikali yako kwa jumla imekuwa nyuma kulia na sisi mpaka tumefika hivi leo. Watatu kumpatia shukrani zetu ni gavana wa Kilifi na serikali yake ya Kilifi. Hii maandalizi haingefika hapa pasipo, ingekuwa si mkono wa Mheshimiwa Gideon Mung'aro kama gavana wa Kilifi na serikali yake, na pia kama kijana wa hapa nyumbani. Hii mambo ambayo imetengenezwa hapa, rais, hiki kiwanja cha Kamale, hii playground, it is hilly. Sisi tulicheza hapa when it's hilly.
na hata juzi ulipokuja hapa vile vichuguu vilikuwa bado viko hapa, lakini serikali yake walitoa wakaja itandaza, ndio maana unaona ni tambarare. Haikuwa hivi kawaida. Barabara, mambo ya tent zile za kule nyumbani, chakula, ng'ombe 10 na mbuzi 5, yote imetoka kupitia mkono wa gavana wetu. Na pia mbali na hivyo vitu, alipeana mchango wake tena mzito kusaidia hali hii. Kwa hivyo asante sana Gavana Mung'aro na wafanyikazi wote wa serikali ya kaunti ya Kilifi. Watatu ni familia yangu ya pili. Manake familia yangu ya kwanza ni familia ya mzee King Mwarua ambao iko hapa. My second family, familia yangu ya pili ni bunge la Seneti. Sijasikia kupendwa maishani mwangu kama vile nimeonyeshwa upendo na bunge la Senate. Tangu tupate msiba huu, Clark aliongoza ujumbe, wakaja kwangu pale Mtwapa kulia na sisi. Senators wameminika kuja kulia na sisi. Wengine tulikuwa nao kutoa mwili kule, kina Senator Faki. I cannot ask more for a better family than the Senate family. Kwa hivyo wafanyikazi wa Senate na senators wetu, asanteni sana. Kuna wale senators ambao wameingia sasa, pengine tutataja kwa majina tu, maana umesimamishwa lakini hamkutajwa. Senator Professor Tom Ojenda, Senator wa Kisumu, Senator Commissioner Mogeni, Senator wa Nyamira, Senator Maanzo, Senator wa Makueni, Senator Enoch Kitui, Senator Seki Kajiado, Senator Osotsi Vihiga, Senator Hezena Lembalentian, Senator Maalum. Karibuni. Pia ningependa kushukuru sana viongozi wa kisiasa wa kutoka ukanda huu wa Pwani. Baada ya kupata ujumbe wa kuondolewa kwa baba yetu, wengine tulikuwa nao hapa Mombasa, wengine walikuwa Nairobi, lakini walijiita kama viongozi wa Pwani, wakakaa pamoja, walichanga, wakaomba na sisi na wakuletea mchango kama familia. Asanteni sana. Waziri Joho hakuwa, wakati hayo yote yanatokea, Waziri Joho hakuwa nasi hapa, lakini alinipigia simu akiwa Belarus na akatuma ujumbe wake, nikaletewa kitita cha pesa kikubwa kutoka kwa Mheshimiwa Joho na familia yake. Nafikiri familia yake iko hapa, familia wako pale. Pia kanisa kwa kusimama na familia hii kwa maombi. Yetu ni mipango, lakini yanayotimia ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wakati ulikuwa mgumu na bado ni mgumu, lakini kwa sababu ya maombi yenu, angalau wingu hili japo zito tutalihisi jepesi kwa sababu ya maombi yenu. Wengine ni MCAs wetu, walikuja kuomboleza nasi na tunasema asanteni sana our MCAs. Madaktari wa Pandya wakiongozwa na Dr. Salim walifanya vile ambavyo madaktari hufanya, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa kwa maandiko, alimwandikia mzee amfuate kule mbinguni. Wale vijana wote ambao walimiminika Pandya kuja peana, kutoa damu ili kumwokoa mzee, pia wote tunawapatia asante kubwa. Marafiki wote ambao walisimama nasi, yule alitoa shilingi 10, yule ambaye ametoa 1000 ngapi, mimi nataka kwa niaba ya familia ya mzee Kingi kusema asante na asante kubwa. Pia kuna rafiki zangu ambao hatujaachana kwa miaka sana, the Alliance High School Class of 1992. Waliposikia kwamba mzee ameondoka, japo tuliachana in 1992 tukiwa kule Alliance,
lakini walikuja pamoja wakachanga na wakatuma mmoja wetu, sijui yuko Polycarp Obeno, ametumwa, yuko pale, ametumwa na the Alliance High School Class of 92 kuja tukumpatia mchango wako, pia kulia na sisi. Wengine ni wanakijiji wa Kamale kwa kusimama na mzee kabla hajafariki, baada ya kifo chake, na mpaka sasa kusimama na familia hii. Wanakijiji wa Kamale, nasema asanteni sana. Mwisho, mtumishi wa lile kanisa ambalo mzee alipeana maisha yake kwa Yesu Kristo. Ikiwa kuna uamuzi mkubwa ambao mzee alifanya maishani mwake ambao ni mzuri na tutoshangilia pakubwa, ni uamuzi wa kupeana maisha yake kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo kanisa, hususan lile kanisa ambalo mzee aliwekewa mkono na kuokoka, tunasema asante sana. Ikiwa sijakutaja, si kwa sababu kama familia hatujali mchango wako. Sote tunajali mchango wenu, wale walisimama na sisi na maombi, wale walisimama na sisi kivyovyote vile, tunasema asanteni, na Mwenyezi Mungu pale ambapo mmetoa lile pengo, Mwenyezi Mungu alijaze maradufu. Nimesema kwamba hotuba ya familia imepewana na Mheshimiwa Michael, kwa hivyo mimi sitapitisha mengi, lakini nataka nizungumze moja tu, kitu ambacho nimejifunza na kifo cha mzee. Wakati mimi niko kule Nairobi, nilituma ndugu waje wa wasajili hii familia yangu kwa mpangilio wa SHA, bima ya afya. Lakini mzee alipogonjeka, hapo ndipo nikaambiwa kwamba hawajasajiliwa katika mpangilio wa SHA. Mzee alikuwa ICU siku 2, siku ya 3 akatuacha. Aliacha bill ya milioni 2. Ile pesa nililipa. Ningemsajili huyu mzee kwa SHA, ile pesa ingesaidia kivengine jamii ya Kamale hapa. Kwa hivyo rai yangu wakazi wa Kamale, ikiwa hujajiandikisha na bima ya afya ya SHA, ukitoka hapa jiandikishe. Mimi Mwenyezi Mungu pengine alimpatia mbavu za kukimu bili kama hiyo. Je, bili kama hii ingekukia familia ambayo hata shilingi 10 haiwezi, ingekuwa vipi? Maana tayari nasikia ule uchungu wa kutoa milioni 2. Tafadhalini wakazi wa kijiji hiki, wa Kilifi, wa Pwani na Kenya mzima, jiandikisheni na bima ya afya ya SHA. Haya yalonipata isiwapate. Nikimalizia, Rais, viongozi wamekukumbusha mengi. Wewe ni mtu ambaye husikiza na kutekeleza. Mambo ya mashamba, ile report ya zile shamba za kununua ili wakazi wa Pwani wapate makazi, ile report iko mikononi mwa permanent secretary wa ardhi tayari. Mambo ya ADC tulikaa State House tukazungumza na ukopeana ile barabara tutafuata. Mimi nataka niwaambie wakazi wa Kamale, Pwani na Kenya kwa jumla, rais wetu ni muungwana. Mimi kama mnavyojua, wakati tunafanya pilika za uchaguzi wa mwaka 2022 sikuwa upande wake. Nilimtandika, na sikumtandika tu, nilimtandika vilivyo. Lakini ya Mungu ni mengi. Tulipokuwa tunakaribia uchaguzi, tukaja pamoja na tukafikiana ahadi fulani, na ahadi zile zilikuwa zinamlenga mkazi wa Pwani.
La kwanza ni utendakazi wa bandari, ambayo ile serikali nyingine ilikuwa imempokonya Pwani iregee Pwani. Na kama mnavyokumbuka, wakati rais alipoapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, alipoweka Biblia na kwenda kwa kipaza sauti kuzungumza, ile kauli ya kwanza ambayo alitoa ni kwamba utendakazi wa bandari ya Mombasa uregee bandari ya Mombasa. Na uliregelea mpaka hivi leo, kila kitu kinafanyika pale. Manake ni mtu ambaye akisema amesema. Na katika makubaliano yote ni mambo ya mashamba, mambo donda sugu. Akasema kwamba Mheshimiwa Kingi, tuombe Mungu nikichaguliwa kama rais, mashamba yenye shida Pwani ni mengi. Hatuwezi kuyanunua kwa mwaka mmoja, lakini safari tutaanza. Ikiwa hatutamaliza, lakini makali yake tutayapunguza kwa kiwango kikubwa sana. Na nataka niwaambie wakazi wa Pwani, ile safari ya kununua yale mashamba kwa minajili ya kupeana makao kwa wapwani imeanza. Si msemo tena, imeanza. It is being implemented. Na nikasema kwamba rais wetu ni muungwana. Kuna mengi ambayo tuliafikiana, viwanda, vitu vingi ambavyo vinahitaji nini? Vinahitaji hela, pesa. Na akakaa akajiuliza yeye mwenyewe, manake pesa inatokana mara mbili. Aidha ongeze kodi wa Kenya walipe, ama aende katika soko la kimataifa akaombe mkopo ili vile vyote ambao tumeafikiana vifanyike. Manake bila hela industries za Pwani haziwezi kufufuliwa. Lakini kama mjuavyo, ile finance bill ambayo ilikuwa ina mapochopocho mengi pale ndani, ambao angalau tungechukua bilioni 1 tuanze safari yetu, mnajua hatima yake. Mimi tunataka niwaambie wakazi wa Pwani na wa Kenya kwa jumla, independence si kutawaliwa tu na Mwafrika. Independence ni kutawaliwa na Mwafrika na kuleta maendeleo kutumia rasilimali ya Kiafrika iliyotolewa Afrika. Huwezi kusema kwamba umepata uhuru na kila unajenga barabara paka uende kwa mzungu upate pesa ndio ujengee barabara. Ule si uhuru. Na hilo ndo rais wetu alikuwa analikataa, kwamba tunataka kujenga kwa rasilimali yetu sisi kama watu weusi, kama Wakenya. Lakini Wakenya wakasema kwamba la hasha, waendelea kuombaomba mpaka ile siku ambao tutakuwa tayari. Na akakubali, akasema hewala, finance bill tukayangusha, na sasa tumekuwa watu wa kuombaomba wazungu ili angalau jengewe. Hata haitakuwa maajabu kwamba hii barabara akisema taijenge itabidi ende Europe akaombe. Manake akisema ataleta kodi hapa atazomewa sana huyo. Mimi nataka niwakumbushe, ikiwa unataka kuitwa babu, ukubali bibi yako abikiriwe. Kana ngira nyingine kalo na mala ukotovi guguta ja mongoni nukubalikazo apigwe vituro. Bas tujikakamue, tujenge Kenya. Bila hivyo tutakuwa na independence, lakini rasilimali ya kujenga Kenya itatoka nje, and that is not true independence. Rais, mimi nataka nikupongeze na nikupatie nguvu ule ujasiri ambao uko nao. Wajua hakuna kiumbe ambacho kimetumwa na Mwenyezi Mungu kije hapa ulimwengu kitekeleze jambo la Mwenyezi Mungu na kisipate shida. Hata Yesu Kristo alipotumwa hapa ulimwengu, katika ulimwengu, ili aje atusaidie sisi, the best we did kama binadamu ni kumsulubisha. Viwete vilitembea, vipofu vikaona, wagonjwa wakapona, wafu wakafufuka. Lakini baada ya hiyo yote Yesu Kristo alisulubiwa, manake sisi ni binadamu. Rais, wewe si Yesu Kristo, lakini unaopitia ni kama ile barabara Yesu aliyopitia. Saa hii wanakuzika. Naona hata kwa mitandao kuna majeneza kama haya, umezikwa.
laiti wajua kwamba wewe ni mbegu, hawangekuzika. Manake 2027 watashangaa ile mbegu vile itachipuka. We wish you well now and the years to come. Kwa hayo mengi au machache, nataka nichukue fursa hii nimwalike Naibu wa Rais Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki ili aje apeane rambirambi zake. Karibu Naibu wa Rais, karibu.